kukosa mahali pa kukaa. Ya tatu ambayo ningependa kuwajulisha, nyinyi mnakumbuka tangu rais wetu apate kura, vile maneno ilikuwa katika dunia hii, madeni kila mahali, uchumi umezoroteka, kilimo ilikuwa imeharibika. Leo tukikuja hapa juu nilikuwa naona vile mimea yenu sana sana miwa imekuja vizuri juu kabisa. Na mimi nina hakika ni kwa sababu ya mbolea ambayo mnaendelea kupata. Zamani nyinyi mnakumbuka wananchi wengi hata kule kwangu Kericho hawakuwa wanapanda na mbolea kwa sababu bei ya mbolea gunia moja 7,500 wananchi wa kawaida hawangeweza kufikia. Lakini kwa sasa kupitia program ile ya serikali ya affordable fertilizer, wananchi wanapanda kwa ile mbolea ya shilingi 2,500. Na ningependa pia kuwakumbusha kwamba hivi majuzi rais amepanga na amesema kama vile wakulima wengine kama wale wa chai wanapata bonus mwisho wa mwaka kwa ile kazi yao wamefanya, mpango inaendelea hata mkulima wa miwa pia yeye aweze kupata bonus kama mkulima wale wengine wa kahawa na haya mambo mengine. Aendelee kupanga asipange? Mnataka mambo yenu ipangwe, si ndio? Ama mnataka kusaulika nyuma? Si upande wa miwa ilikuwa imeachwa nyuma sana. Mlikuwa mnasikia tu kahawa, chai, maziwa, lakini tangu rais wetu akuje wakulima wa miwa pia mambo yao imekumbuka vizuri. Viwanda zetu zile ambazo zilikuwa zimefungwa sasa zimetafutiwa wadhamini, waendeshaji wale ambao watahakikisha mkulima analipwa kwa kila nafasi kama vile inavyotakikana, ili uchumi wa hapa magharibi uweze kukua juu kama mchumi wa pande yoyote ya taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwahakikishie kwamba mambo yenu hapa Malava haiwezi kuharibika. Rais anawatambua, anawavulia kofia, anajua kama kuna mahali walisimama na yeye katika uchaguzi wa 2022 hapa Kakamega ni hii sub county yenu ya Malava. Ni kweli si kweli? Si nyinyi mliweka mpaka mjumbe wa Kenya Kwanza? Sasa wakati rafiki anasimama na wewe wakati wa shida, huwezi kumsahau wakati umefanikiwa. Mnajua miaka miwili ile ya kwanza ilikuwa ni miaka ya tabu, miaka ya kurudisha madeni. Lakini sasa maneno ya kulipa madeni imekwisha, kwa sasa ni maendeleo inaanza kukimbia. Barabara zenu zile mheshimiwa wenu marehemu Malulu alikuwa anaimba kila siku, na wahakikishia kabla mwaka wa 2027 itakuwa inakimbia na lami kama ya watu wengine katika taifa letu la Kenya. Mnanisikia? Nyinyi mtu asifikirie ati nyinyi ni wajuzi. Hii safari mmetembea na rais, na nitamfikishia ujumbe. Nimemwambia leo tumekuwa nyumbani kwa Shimaka, wananchi wanasema umekawia bana, kuja salimia sisi hapa Malava na kuja na mazuri yenu yote, si ndio? Si nyinyi ni watu yake? Si mnazidi kusimama na yeye hata hapa mbele vile inafaa? Na mimi nimekubaliana na wale wanasema hapa mbele baada ya Rais William Ruto mtoto wa Inguo pia akalie hii kiti. Kwani kina mama wa Inguo hamjui kuzaa marais? Si mnazaa marais hata nyinyi? Si wanaume wako hapa? Si mmeambiwa papa wa Roma tayari amefika namba 3? Ukimaliza namba 3 unaenda na mangapi? Si unaenda 2, ukimaliza 2 atakalia ama atakalia? Wangapi wanabarikia yeye safari wanasema papa kanyaga mbele na asiangalie nyuma, si ndio? Ile kitu tu mimi naomba, sababu mimi naweza toa advice kidogo. Unajua mimi natoka pale kwa jamii ambaye tayari wamelamba hii kitu mara 2. Naweza waambia siri. Siri ya kwanza ni kushikana. Mnakuwa kitu kimoja, mnazungumza lugha moja, mnasema ule mwanaume amefika mbele, huyo ndio tunaunga mkono. Shida ambayo iko hapa magharibi, kila mtu anataka kusema yeye ni mjuaji. Mtu hata anachaguliwa leo ka MCA, kesho ametangaza ati anataka kuwa rais. Mwingine ameonyeshwa kiti anasema nimekuwa gavana mara ya kwanza, sasa ninajua kuzungumza. Na ukiwasikiza vizuri hakuna kitu wanaambia wananchi. Ni viongozi tu wa kusema matatizo ile wananchi wako nayo. Mluya amesauliwa, sijui Mluya amefanyiwa nini. Kulalamika haiwezi kubadilisha maisha ya mwananchi. Kulalamika haiwezi kusongesha hii magharibi mbele. Kama wewe ni kiongozi umechaguliwa na kazi yako kila siku ni kungojea matanga uende kuambia wananchi ile shida wako nayo, basi toka kwa kiti ukae na wananchi. Viongozi wengine wale wanajua kupanga kazi waende wapange. Usikuwa tu mtu ya kulialia kila mahali, hii ijakuwa, hii ijafanyika.
Hiyo sio njia ya kusongesha hapa magharibi. Mimi naamini hapa mko na viongozi wenu ambao wamepanga maneno vile inafaa, na huyu papa amepima, anazunguka Kenya, tunatembea na yeye kila mahali, anarusha macho yake, anajipanga, na hapa mbele mambo yake itazidi kuwa mzuri vile inavyofaa. Mnanisikia wananchi wa Malava? Sasa mimi nataka tu niwaombe jambo la mwisho ili niweze kuelekea kule kwetu Kericho. Niwaulize, tarehe 27 mwezi wa 11 ni siku ya kura. Umeamuka hapa kwako, unaelekea katika kituo cha kupiga kura. Utaweka kura kwa candidate wetu anaitwa Ndakwa. Unawekea yeye kura vile inafaa. Ndiye akifika Nairobi, yeye haendi kupanga laini kwa kisiagi ambaye amebomoka. Nyinyi mnajua, unajua nyinyi mko na bahati. Mnapiga kura wakati serikali inajulikana. Yule Ndakwa ni wa timu yetu. Akifika, sisi tunamwambia ala, karibu papa, umefika. Unataka viti ya watu wa Malava? Shika barabara, shika stima, shika maji, jenga mashule, fanya vile inavyofanyika. Sasa ukipigia kura mtu ya upinzani ambaye ile kitu anaweza kuwaletea ni matusi na fitina peke yake, maisha yenu hapa Malava itabadilika? Nyinyi bado ni watu ya kwenda upinzani? Imagine nyinyi watu ya Malava mnafanya mtihani ambaye answer inajulikana. Unajua answer inajulikana, si ndio? Mjumbe peke yake pahali vitu inapatikana, ambaye kwa mfuko yake ako na ID ya UDA.